Nalo hapa kuhusiana na njia ambayo ameipata Azam FC, lakini pia wakati huo unaangalia pia na ubora wa kocha Ibenge. Sasa ukija pia kwa Miguel Gamondi, yes, ni kocha mzuri sana. Singida kwa mara ya kwanza wanafanikiwa kushiriki mashindano ya kimataifa na wanafanikiwa pia kusonga katika hatua inayofuata. Na wao pia tunaweza tukaenda na hili la Azam FC kwamba yes, wana mwalimu mzuri, lakini urahisi pia wa timu walizokutana nazo ndizo ambazo zimewasaidia zaidi Singida Black Stars. Rayo wana uzoefu kuliko ni Singida. Yeah. Lakini nafikiri kwa time hii naweza kusema kwamba Black Stars wana quality. Maana hapo ndio nataka nije. Yes. Angalia uzoefu alafu kwa sasa quality yao na Singida iko. Black Stars quality yao ni top kabisa. Sio? Hapa ndani tulikuwa tunazungumza namna ambavyo sokoni Black Stars wanavyonyang'anyana wachezaji na top clubs. Sio? Na sometimes top clubs Yanga, Simba, Azam wanashindwa na kwenye bei na Black Stars wanachukua mchezaji. Unaelewa? Yani wanakwenda sasa ni juu ya mchezaji. Unachagua brand au unachagua mzigo. So wako wachezaji ambao wamekwenda vilabu vikubwa wakaikacha Black Stars kwa sababu ya brand. Lakini wako ambao walisema mpira huu ni karia muda mfupi. Mimi nataka hela, sitaki maneno. Mimi nataka hela. Anaacha Simba, Yanga, Azam, anakwenda Black Stars kuchukua pesa, kuchukua mzigo. Sio? Ndio. Kwa hiyo wachezaji wa hivyo mifano iko mingi. Ukiangalia kuanzia Tony Trabi, sio? Kina Damaro, kina Imoro, Adebayo, hawa wachezaji maarufu ni top players ambao wamehusishwa na timu za Kariakoo, lakini eventually Black Stars walifanikiwa kuwasajili. Then kwenye bench wana top quality coach, sio? Ndani ya Miguel Gamondi. Kwa hiyo mimi hii mechi nilivyoiona kwa mara ya kwanza niliwapa Black Stars nafasi ya kupita kwa sababu ya hizi sifa ambazo nimezitaja sasa hivi kwa upande wao. Na hawajatuangusha. Wametimiza wajibu wao kama ambavyo inapaswa kuwa. Wameshinda home and away, safi kabisa. Wanakwenda kwenye hatua ambayo inafuata na naweza nikawaona wana uwezo wa kufika group stage. Wana uwezo. Yes, wana uwezo. Itakuwa ni historia kubwa pia. Umesema wana uwezo na Singida safari yao inayofuata ni kwenda Burundi sasa. Mimi kuna kitu nimekichunguza, nimekiona maestro pia. Mfumo huu mpya wa CAF wa kwamba tuchujane wenyewe kwa wenyewe kwa kanda huku. Unaweza ukatusaidia sisi kupeleka timu 4 kwenye hatua ya makundi, kwa sababu Yanga anaenda Malawi, Simba sijui anaenda Eswatini. Yaani ni maeneo haya hatukutani na wa Morocco, wa Algeria, kina nani kututoa mapema. Tunaanzana wenyewe kwa wenyewe huko. Hivyo unajua kama Swiss wanatuogopa huko. Maestro. Wallahi nakwambia. Yani hali anamuogopa nani huko? Subiri nikwambie kitu kimoja bana. Nikwambie kitu ambacho kiungo hicho unachokisema, toa Gaborone pale. Weka huyo mtu mwingine hapo. Ngoja nikwambie Pyramids. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Acha nikwambie kitu kimoja. Unaona sisi ambavyo tulivyo hapa. Kuna status fulani tumejenga kwenye miaka hii 5 mpaka 7 iliyopita. Hiyo status kiungo ilijengwa kwa Simba ya namna gani? Kwa Simba nakwambia ya Benjamin Mkapa. Unadhani ulikuwa unaifahamu slogan zote ambazo zilikuwa zinakwenda Benjamin Mkapa? Zote zilikuwa Fortress. Zote zilikuwa zinashinda. Sio, unaelewa vizuri? Hii mimi nikwambie kwenye yani fitna tu ya kifootball. Ratiba inapangwa Cairo, makao makuu ya CAF yapo Cairo. Hao wakubwa wanaanzia Cairo na huko wengine Casablanca sijui wa hivyo. Umeelewa? Wafanyakazi wengi kwa mfano wa CAF wanatoka Morocco, japo makao makuu yako huku. Sisi tunaamini tuna Giants. Umeelewa vizuri? Kwenye miaka ya karibuni hao Giants wamekuja hapa, wamekutana na moto mkubwa sana. Na wao huwa hawatakagi kukutana na hizi timu katika mazingira haya mwanzo. Wanataka wasogee mapema waende mbele. Zamani kwa sababu hatujaendelea, hatujakuwa na wachezaji wa kulipwa wengi, ilikuwa ni ngumu sana. This time around tumekuwa na uwezo kununua wachezaji, sio? Wa gharama kubwa. Tunanyang'anyana wachezaji sokoni ambao wanakuja hapa. Wengine wanataka kwenda Europe, haendi.
wanakuja hapa. So nishakuja hapa kina Mikisoni, sio kina nani, ila chungu mzima. Na hawa wametoka hapa wamekwenda kununuliwa kwenye vilabu vingine vikubwa vya kaskazini huko. Sasa kwenye issue ya upangaji huu, sisi hatuna nguvu kubwa sana kwenye lobby. But I believe wao wana nguvu kubwa sana kwenye lobby. I believe hawa wakubwa huku kaskazini wanaaminika sana kwenye kufanya hizi lobby. So unaonaje bora nikutane na hii timu itakuja kucheza hapa ikaforce draw tukashinda goli moja tukafunga goli 3 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Sio? Sasa hivi wana timu hawa nzuri, watatusumbua. Hiyo zipo. Umeelewa? Na mimi nikwambie huo ndio ukweli. Sasa hivi wanajaribu kuangalia, wanasema tutengenezeni mazingira. Wanatengeneza mazingira. Kwanza tumecheza wana nini mashindano mapya hapa. Unakumbuka? Nini kitokea? Yanga hajafungwa. Nani Ahli hajafungwa na Yanga. Hizi Yanga was it draw? Moja. Hajakutana shughuli kubwa hapa ya Yanga. Pakome kashughulisha watu hawajakutana na Simba hapa. Ahli wakutana na moto mkubwa hapa. Wakapigiwa mpira mpaka wakawa wanatafuta mpira. Sio? Kuna mazingira fulani, kuna standard ambayo imekuwa set up katika miaka ya karibuni. Kwa hiyo hao wakubwa bado wanaona kuna shida. So this time around wanajaribu kutengeneza mazingira. Mpira uchezwe Afrika nzima, nasikiliza kwenye hizi tupate best of the best. Hata CAF wanahitaji best of the best katika hatua hizi za makundi. Unadhani kuikosa Barcelona sio kwenye mashindano kwa mfano kama yale makubwa kule ni kitu nani kwenye kabingwa dunia? Mashindano aliochukua Chelsea. Umeona bana alichukua Chelsea hapa. Ambao sasa tunamwona Chelsea wa EPL kwenye walisia Enzo Maresca tunamwona. Umeelewa? Kwa hiyo kuna mazingira fulani hata hawa wakubwa wanataka hizi timu zote kubwa ziingie kwenye mashindano kwa ajili ya sponsorship, ziingie kwenye hatua. Mwanzo nilikwambia kuhusiana na Mirinda, na rudia tena tu kukukumbusha kwamba unaweza kuendelea kuonesha flavor yako na uoneshe pia ulimwengu ni kwa nini Mirinda inabaki kuwa chaguo nambari 1 kwako, na nikakueleza kwamba chaguo ni la kwako. Kwa kama unataka Mirinda orange unapata, ukitaka Mirinda fruit kwa maana ile nyeusi unapata, ukitaka Mirinda pineapple pia ipo. Kwa hiyo ni wewe tu, chaguo linabaki kwako. Unapata nafasi ya kushiriki na marafiki zako kuonesha umahiri wako wa kipekee na kujivunia muonekano mpya na wa kisasa wa Mirinda. Ndio maana tunakwambia onesha flavor yako. Sawa, kwa dakika hii iliyobakia katika pita zenu huko kwa sekunde tu, mnaweza mkanisaidia kitu. Amjaona mchezaji yoyote ambaye ni bora? Unajua tumezoea kuona timu ikikutana na timu fulani, kwa mfano timu zetu inaweza ikachukua mchezaji kama vile ilivyotokea kina Mixon na wengineo. Kwa hizi Gaborone, Willet ya Yanga, ukija Rayo pale, yani hakuna mchezaji ambaye mmeona yes huyu mchezaji huyu kitu anacho. Mimi kwangu kocha wa Gaborone ana kitu le kocha na mitatu sana. Kwamba unataka kusemaje? Sijasema chochote. Maana ujue nyie mna kawaida kuninukuu mimi. Mimi mbona yule mchezaji mwambie mshindo huko asininukuu. Ona mzungumzia kocha pekee yake. Uko na maana kocha pekee yake. Kuna mchezaji mmoja anaitwa nani? Neo Maema. Bwana wewe. Wa Gaborone United. Ungeelekeza wapi? Na msie nikasema tofauti ile jina alafu baadaye ukajikuta huko. Yule alitupa nafasi moja, unajua kuna mpira mmoja wa Gaborone pia. Akampita nani? Limefananaje jina lake? Kama nini? Jamjua. Ushamjua? Watu mtaje kama nyani. Yeah. Mimi nilikuwa nikisikia mimi nilikuwa nadhani nasema kama nyani. That's a player. To me that's very good player. Bas yameisha. Magu usifanye nikachafukwa hapo. Mwenzangu, shaka watu wanaanza kutoka studio. Maziku kama anamuona aenda kutafuta gari la kwenda Shinyanga. Sasa anajaribu kujiuliza kutokea hapa utatoka na bodaboda? Simuulize ili uwahi. Mbona pia mtoni napita mto kwa mto. Unasema family speaker. Wewe si msemaji. Wa nini? Mimi siwezi kumsemea bwana tu bwana. Yuko vitu vya kumsemea lakini sio. Umesemaje? Wewe si msemaji wake. Muulize huyu hapa. Sijamsikia alichosema. Bwana ndugu zangu juzi bwana. Sijui kuku hajachinjwa kwa mdomo leo sio nini nikasema.
Una simu wewe eti Lazima ni wavuruge bwana wewe. Wavuruge bwana wewe. Sio kila siku. Mimi mwenyewe nimekubali bwana, wavuruge bwana. Mtaniona siku moja sio mbaya. Bwana, tuko na Halo Pesa. Ndio. Halo Pesa wamekuja kivingine tena, kama kawaida ni mwendo wa bumper to bumper. Na hii ni habari njema kabisa kwa watumiaji wote wa Halotel, na ambao hawana line ya Halotel basi wajisajili na kutumia huduma ya Halo Pesa waweze kunufaika. Habari njema ni kwamba unaweza kutuma pesa Halo Pesa kwenda Halo Pesa bila makato kupitia Halo Pesa app. Yaani ukiwa na Halo Pesa makato sio issue tena. Unapohitaji kutuma pesa kwenda familia, ndugu, jamaa na marafiki wa karibu, unaweza ukatuma tu kupitia Halo Pesa kwa sababu unatumia Halotel na usikatwe chochote. Ndio, bila makato. Cha kufanya kutumia ama tumia pesa, tumia Halo Pesa app ili uweze kurahisisha miamala yako, na kama bado haujapakua app ya Halo Pesa basi nenda sasa hivi Play Store ama App Store, pakua Halo Pesa app, jisajili, urahisishe miamala yako kwa usalama na uharaka zaidi. Tunakwambia Halo Pesa tumerahisisha. Sawa, hivi nikijaribu kujiuliza hapa na kukuuliza pia mwanamichezo ambaye unatusikiliza kwa sasa, choo chako wewe ni cha namna gani? Choo ukishika tu mlango ukitaka kuingia kuna vitu vinazuia, yani kwamba kuna vitu vingi, makorokoro mengi, yani unafanya choo chako kama dampo, au choo chako kiko sawa sawa, yani kwamba unaifanya hiyo ni sehemu pia nzuri ya kuheshimika, kwa sababu kuna haja pale unaenda kuzifanya na nini na nini. Sana jaribu tu kujiuliza. Unaweza pia ukatuandikia kwenye comments, alafu tutakuja pia kusoma choo chako ni cha namna gani. Ukimaliza haja, ukitoka pale nje kuna sehemu ya kunawia mikono, kuna maji safi, kuna sabuni. Watu wanafanya hivyo. Kiungo mkongwe Wilson Orumba. Mtu ni afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Choo chako kimekamilika Wilson Orumba, au choo ni dampo? Mimi tena. Bwana, mtu ni afya, tufanye kweli, tusibaki nyuma. Na makaratasi mengi. Muhimu. Ndio anamweka mjini hayo. Kabisa. Bwana, tukishirikiana na Tiga na Lukinja Football Academy, sisi EFM na TVA tunakukumbusha kuwa na mtoto mwenye uwezo wa kucheza mpira wa miguu, mlete Tanganyika Packers ili aweze kuandaliwa vizuri kabisa, aweze kucheza mpira wa kisayansi utakomwezesha kupata soko nje ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mlete bwana Tiga na Lukinja Football Academy, wapo tayari kumpokea kijana alimaliza darasa la 7 asketu nyumbani, lakini vile vile mwenye umri kuanzia miaka 15 na ana idea kucheza mpira, basi atasaidiwa kufundishwa kucheza mpira na kucheza ligi kuu. Namba ya simu ni 0763 986000 au 0714615061. Kama ana idea kama ana idea, mchezaji anafundishwa. Sio acha kufundishwa, anatengenezwa. Akiwa bado. Sio, umeelewa? Ndio. Sio kwa sababu tunaweza kupiga dandana 20, 50, 100 kuonekana mtu, hapana. Huwa mchezaji anatengenezwa. Yani kuna vitu vingi hapo ya kufanya. Sawa, Wilson, tuanze na hili la mwalimu wa Yanga Afrika ambaye ameanza kulalamikiwa mapema sana. Yani bado haujaona changamoto yoyote kubwa sana, labda Yanga imefungwa au Yanga sio imepoteza kitu gani, tayari mwalimu inaonekana haitajiki pale ndani ya Yanga Afrika kwa baadhi tu ya mashabiki. Lakini ukisikiza kwa pande wa viongozi wanasema bado wanampa support. Lakini pia kuna taarifa nyingine ambazo sizo rasmi, ni kwamba anapewa mechi hii ya kesho ya Mbeya City. Sasa sijui likitokea lipi ndo atanyolewa, akifungwa au sare. Mambo ni mengi. Tusubiri tuone kama hilo pia lipo ama namna gani. Lakini kwa nini mwalimu huyu ameanza kulalamikiwa mapema, ili hali hakuna kibaya ambacho amekifanya ndani ya Yanga, au hawajamuelewa kwa namna Yanga inavyocheza, ama ni nini? So far unaweza kusema mwalimu hakuna kitu kibaya ambacho amekifanya, sio? Ndio. In terms ya results. Kwa sababu timu inashinda, sio? Ukiangalia kwenye michezo 6 ambayo ya kimashindano, wakianzia kule kwenye, of course not ya kimashindano, kwa sababu walianza kule kwenye ile mini tournament ambayo imefanyika Rwanda, nafikiri. Wakaja kwenye siku ya wananchi. Ukihesabu hapo kuna takriban michezo 6 ambayo mwalimu ameshinda. 9 jumla michezo 9 na ile kirafiki.
Jumla michezo 9 na michezo kirafiki nyuma. Yani jumla amepaka sasa ameshinda michezo 9, amefunga magoli 21, ameconcede goli 2 tu kwenye mechi 9. Mechi 9 ameconcede goli 2, sio? Ya, kwa hiyo in terms ya matokeo mwalimu matokeo yanamtetea, lakini unajua kuna tunachokipata alafu kuna tunachokistahili. Nafikiri hapa ndo mgogoro mkubwa wa mwalimu na mashabiki. Yani kuna kile ambacho kinapatikana tunakipata ambacho ni matokeo, alafu kuna kile ambacho tunakistahili. Umeelewa? Young Africans wanajua standard ya timu, hasa mashabiki, si ndio? Na Yanga kama timu kubwa, nimezungumza hapa mara nyingi kwamba timu kubwa zote duniani zina wajibu mara mbili, sio? Zina wajibu wa kushinda mechi, lakini zina wajibu wa kuwapa mashabiki burudani. Wale mashabiki ambao wanakuja kila weekend kuja kuiangalia timu yao wanastahili kupata burudani, ukiachilia mbali kupata matokeo. Unaelewa? Kwa hiyo kwa sasa mwalimu ambacho anaweza akaderiva na unaweza ukaelewa ni matokeo, sio? Na unaweza ukazungumza na mashabiki ukawaambia inakubalika, sio? Kwa sababu kwenye mechi za kimashindano ndo kwanza mwalimu yuko kwenye mechi ya pili, ukiondoa zile za pre-season. Kwenye mechi za kimashindano ndo kwanza mwalimu ana mechi ya pili. So kama mwalimu yuko kwenye mechi ya pili alafu still bado anawapa matokeo, you can understand. Lakini hapo pia mimi nawaelewa, si walaumu mashabiki wa Young Africans kudimandi pia burudani. Mwalimu ameleta aina fulani hivi ya mpira ambao sio aina ya mpira wa Young Africans wa siku za karibuni. Watu wanasema okay, mwalimu anacheza direct, sio? Ambao wanasema historically huo ndo brand ya mpira wa Young Africans, sio? Sema kipindi cha Nabi, pasi chache kwenye France, wanasema speedy. Yes. Hiyo ndo brand ya football ya Young Africans historically. Lakini mimi na Mkongwe lazima tunakubaliana kwamba mara nyingi identity ya mpira ambao unaidefine team ni ile identity ya mpira ambao kwa kipindi fulani timu imefanikiwa sana. Sio kama unaelewa? Yani ikatokea kuna kipindi ambacho timu imefanikiwa sana, sio? Kwa aina fulani ya mpira, huo mpira kwa wakati huo ndo inakuwa identity ya club, sio? Sasa kwa siku za karibuni ni mpira gani ambao Young Africans timu imefanikiwa sana nao, sio? Maana unazungumza wakati wa mwalimu Nabi, sio? Wakati wa mwalimu Gamondi, sio? Hiki ndio kipindi ambacho hata timu imekwenda kucheza finali, sio? Ndio. Ya kombe la shirikisho barani Afrika. Maana hiki ndio kipindi ambacho timu imefanikiwa sana. Is it? Ndio. Lakini tutazungumza kipindi ambacho timu imecheza group stage ya Champions League kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Maana huo ndio wakati ambao timu imefanikiwa sana. So hii ni brand ya timu ambayo ina identify Young Africans kwa sasa, ndo aina ya mpira ambao mashabiki wanataka kuona, sio? Sawa. Kwa hiyo wana demand kwa mwalimu kwamba sawa, unatupa matokeo yanapatikana, sio? Lakini tunahitaji pia mpira wenye nyama nyingi. Ama huenda ikawa ni agenda ambayo iko ndani labda ya kusambaza huyu kocha faili aweze kuondolewa kwenye uongozi. I beg to differ. Siwezi kuwazungumzia viongozi wa Young Africans kwamba hiyo ni reason, japo kila uongozi una style yake ya kufanya hicho ambacho unakiwaza wewe. Kwangu mimi bado kidogo I beg to differ kwenye issue ya Wilson. I know the brand of Young Africans always pass 1 2 3 behind defenders, speed, crosses, unaona moto mchaka. Na hata juzi mwisho wa kipindi cha mwalimu Nabi it was direct mpaka timu ifika finali ya CAF Confederation Cup was that, sio? Yani muda wote unaona moto.
ndio Young African. Na hii ndio brand ya football ambayo mimi nimeiona toka kwenye Nabi was ilikuwa ni direct. Nabi ilikuwa ni brand ya football, wanaanza kujenga pale ma center back watatu. Jigi Diarra anahusika kwenye mstari wa kwanza. Ilikuwa ni mpira wa nyama nyingi before hata huko nyuma. Yes. Kwa pasi ya kuanza mpira kwa sijui kwa Charles Boniface Mkwasa ukapigwa pembeni ukaweka wapi ilikuwepo, lakini maana asili ya mpira wa Yanga ni huu wa kocha sasa. Ambacho nakisema ni kwamba timu unaweza kukuta hata mpira wa mtaani unaweza kukuta timu inaanza nyuma, sio? Lakini unasema ule msisitizo, sio? Kwa patterns maalum kwamba huu ndo utaratibu. Ndio maana nasema mashambulizi yanaratibiwa consistently kuanzia nyuma. Ndio maana nasema hata kipindi hicho unachosema, si mimi nimewahi kuona Chama, Lanshomari, si nani kina Charles wakati wanarudisha center half ni wanaweka, unaanza pap kuna eneo ukifika unapovuka katikati hapo unaanza kuona sasa pana hizi ile pasi ambazo ni switching of play, tab speed, unajua watu wanaanza kukimbia sasa. Hiyo ndio style iko ndo brand ya Young Africans, na hiyo imetoa mafanikio makubwa sana kwa Young Africans. Ilifikia hatua hakuna mchezaji kama huna pace kuweza kucheza Young Africans. Mchezaji ambaye alikuwa anacheza slow akapiga pass ilikuwa ni ngumu sana kupata nafasi kwenye coast ya Young Africans. So nadhani ni generation ya juzi ambayo imekuja kufikiria. Mimi nimzungumzia wewe. Unajua wakati mwingine ni ile kuridhika na kile kitu ambacho kinakuwa kipo. Mourinho aliwahi kumwambia nani Roman Abramovich kwamba wewe kaa pembeni, acha nikupe mataji. Umekaa muda mrefu hapa huna mataji. Ukiacha kombe la ushindi lako umepata na kinazola hakukuwa na kitu kingine baada ya hapo. Sebastian nikupe mataji. Kwenye style ya football ya direct. Huko kipindi Fabio Capello kaenda Real Madrid. Wewe anatawala tu Champions League katawala, ikifika kwenye La Liga ambapo ni kikombe kikubwa hicho wanapambana nacho. Alikuwa anakosa, akamwambia bana, sikiliza bana Florentino Perez, kwa hii Galacticos yako kaa nayo wewe. Akanamchukua na David Beckham anamweka jukwani huko kabisa vaje. Na unakumbuka tena unakumbuka na ubingwa akasema wewe tulia huko, mimi nichukue ubingwa kwanza. Wewe hujachukua La Liga miaka chungu mzima. Azuhai walimfukuza, akachukua La Liga akaondoka kwa sababu ya football style hiyo. Nakumbuka ni kwa sababu ya style ya football ya namna hiyo. Lakini Capello vikombe alikuwa anachukua, lakini kwa sababu mpira haukuwa na nyama nyingi. Capello kaenda msimu mmoja bana kaenda msimu Capello kaenda msimu mmoja ule. Sio ambapo timu haina La Liga chungu mzima. Timu alikuwa nayo Vicente Del Bosque. Sio? Na kwenye style of play yeye akaenda pale akasema nyinyi mnakosa La Liga kwa sababu hii. Ndugu zangu, mimi naomba nimsaidie kwa kifupi tu maestro. Kocha wa Yanga wa sasa amerudisha utambulisho wa mpira wa Yanga au ameuondoa utambulisho wa mpira wa Yanga? No, amekuja na filosofia yake ambayo Yanga hawaitaki. Sasa no, inawezekana unaweza ukaja na philosophy kupiga mbele. Inshallah. Unaweza ukaja na philosophy ambayo kumbe ina replicate ile philosophy ya club, right? Na unaweza ukaja na philosophy yako ambayo hai replicate filosofia ya club. Yaani zote ni sawa. Inategemea aina gani ya mwalimu ambaye anakuja. Kwa mfano, unajua brand ya football ya Manchester. Pep Guardiola pale. Can he fit Manchester hivi kwanza? City au United? United ndio wewe. Can he fit moja, lakini pili kama Pep ataenda Manchester na brand yake ya football alafu akafanikiwa, of course they can change. Alikwenda Pep Bayern Munich. Yes, brand ya football na nini kilichokuwa kinaendelea? Kelele za legendary wa Bayern Munich walikuwa wanasema no, sisi kuna vitu fulani tunaviona, lakini achukua ubingwa wa Bundesliga misimu yote mitatu. Ndio brand ambayo ilikwenda kuwapa World Cup. Ndio brand ambayo ikatoka ikaenda timu ya taifa ya Ujerumani ikamwamisha Philip Lahm kucheza katika eneo lile, ikaweka kina Toni Kroos, sio ikaita kina ile. Na ndio maana pale mwanzo nikamwambia brand ya mpira ambao kwa wakati huo inafanikiwa sana ndo ina define brand ya mpira ya timu kwa wakati huo. Lazima tukubali kwamba